Hey guys, welcome to our We Are Not Funny podcasts, and today I'm here with Emmanuel and I'm Joshua. So leo majamaa tumeweka huko poster online. Anaona watu wamechangamka vibaya sana. Title ilikuwa The High School Moments That You Will Never Ever Forget. Ama ni aje jamaa? like treasures, zile zilikuwa nakupea traumas. Yes, mnaelewa. Yeah. So leo by then nimejionea maajabu bro. Nimepost Facebook vitu nimeona. Watu walikuwa wanapitia ngumu shule bro. Yaani post moja yenye tumeweka hata mimi niliweka. The first comment yenye niliona ndio ananiambia aliwaingia na sweta kwa choo. Siji choo kwa na nini by the way. So huyo jamaa anasema alikaa huko nje for 1 hour. Ile harufu ishe ndio atoke kwa choo bana. Kwani mzee kwani angetumia ile tactic yenye ilikuwa tunatoa shati, unatoa nguo zote alafu ndio unaingia choo. Unajua huyo jamaa nilijaribu kumuelewa, unaona? Ilikuwa funny like ukiacha sweta huko nje unaweza toka uikosa. Unatoka. Ndio tragic. Ile ilikuwa the funniest part. So yani huyo jamaa ananiambia tena ku-explain kwa chini ananiambia ilikuwa ni mwalimu wa English. Unakumbuka unajua lessons za English mostly zilikuwa na madam. Yeah. So ilikuwa ina bamba. Wewe jamaa hata hivyo aliogopa kuingia na ile sweta kwa class. Oh, yeah. Sasa mimi mwingine hapa. Kwa hiyo post same tu nilipost. Unaona hii stuff yetu ni mpya ndio tumeanza. So mimi nikapost. Nikasema majamaa wachangamkie wa comment, so that hizo comments hizo story walikuwa wanapitiana. Si unaona hapo ndio tunapata idea kitu tunazungumzia, si unacheki. Sasa hapa kuna Doro. Kaka reply. Ni kureply ama ni comment? Ndio comment. Aka comment. Ati yeye alikuwa amezoea hizi punishment za ati walikuwa wanawekwa nje kuota jua. Ati juu yako anafanyanga assignment ya mao. Juu yeye hata angefanya angepata. Hata angekopi angepata. Sasa hapo anafanyanga. Sasa yeye mwalimu alikuwa amezoea kuwa anaandika tu nje ya. Hii inakaa tu comment fulani nimeona hapa. Jamaa ameandika I guess ni Enzo. Anasema like alikuwa anasoma the more anasoma the more apiti. Yaani ile bila kujanga anajua aje. Hesabu inakuja mzee amegonga zake 2 4 ama 5, yaani akienda kabisa ni 10. Lao sasa hapo wanaanza kujiambia aje. Wallahi next time ni mimi na wewe chepe. Ati anamfuata, ati atakuwa anamfuata ndio amfunze hiyo hesabu. Lakini inapita tu kwa wiki moja kwa pili mzee amesahau. Amerudi kwa time hata ngumu. Manze, hizo story nazo zilikuwa mmecheche. Ilikuwa ngumu bwana. So itakuwa tu hivyo. Unacheki? Nakumbuka incident moja tukiwa high school. So kuna ile yenye tulikuwa tunatoroka shule. Tuseme unaenda nje, mnaenda mnapika. Naelewa. So kuna day wase wametoka, tukatoka wengi. So mwalimu kuingia shule akarealize hakuna wase. Na hiyo time kulikuwa kumenyesha vibaya sana. Yenyewe mtu akiingia kwa shule lazima aingie na matope. So wase wote wakaepa, tukapaki tu wachache. So tulikuwa tunawapigia simu, mmeshikwa mko wapi? Sasa kuna jambo moja kwanza. Like uko shule, uko na simu tena shule. Tulikuwa na simu shule. Kwani ulikuwa kwa form? Hiyo time nilikuwa form 4. Basi ulikuwa magaidi. Hatakuwa magaidi. Shule yote saa hii hata ukitafuta wanafunzi obvious wanakuanga na simu batile. Si wote. So umse akatoka nje tukampigia. Kwa hiyo huko Manga huko juu. Kwa Manga huko kwa mlima huko. Huko kwa mlima. So jamaa ameenda kwao akapika akasahau. Alikuwa anafaa rudi juu.
arudi shule. So kitu ilikuwa inamshika huyu jamaa alikuwa na miguu ndogo kabisa shule. Huyu jamaa alikuwa na miguu ndogo kabisa shule. So hata ukipata kiatu yake huko unaweza jua tu hii ni yake. So jamaa anaenda na slippers, kuna slippers tulikuwa tumezoea zile za white, white na blue. Hizo Ile ilikuwa kama za shule. Nazielewa. So hiyo time huyo jamaa akachelewa kurudi, unaona? So kuchelewa kurudi akaruka fence aingie shule. Sasa kuingia unajua zile footsteps unaona vile zinatoshana ni tudogo tu hivi. Ndogo yani maelezo so jamaa sasa bahati mbaya akasahau vile aliruka hivi akasahau zile slippers. Huko kwenye aliruka. Sasa mwalimu tu anakuja anauliza hizi. Enyewe hapa hii hizi kata. Hizi slippers ni za nani? Hizi ni za nani? Angalia akapima akasema hizi. Jamaa alipewa suspension. Ipo tu. Hapo ni angepinga sasa hizo si zangu. Hakuna mtu akona mguu kama yake. Si unakataa slippers zimfunga. Mimi hiyo naweza kataa mbaya sana. Ilikuwa mbaya sana. Sasa hiyo yako hata achana nayo. Acha mimi nikwambie hapo. Mzee nikiwa form 2. Form 2 bana niliwahi undergo trauma. Yani I was like I was stressed, lakini siwezi sema ati nilikuwa stressed. Lakini form 2 ilinipianga hell mzee. So form 2 mimi nimeanzianga nikiingia high school, niliingianga day school form 1. Nikaingia form 1 day school, kufika form 2 nikaingia boarding school. Sasa hii boarding school nikapatana na mbogi nyingine hapo. Mzee mmoja alikuwa anaitwa Brayo, mwingine Diuto, mwingine François na ndiye alikuwa amepigwa suspension kutoka shule fulani ilikuwa inaitwa Ikerio. Alikuwa amechoma shule huko. Sasa amepigwa suspension, sasa si ametransfer pia by coincidence ikapata tumetransfer shule moja. Same year. Sasa huku pia mimi nilikuwa na utaratibu wangu kiplan. Si kwanga mzuri sana na si kwanga mbaya sana. Sasa hii shule ilikuwa inaitwa Nyatieko. Nyatieko hizo. Unaijua? Naijua naifahamu. Sasa hii shule hapo ndani sasa tumeingia kwa again first term ndio hiyo. Second term sasa nimeanza kufahamu wase hivi nimejuana na Mbogi. Na mimi nilikuwa ule mzee wa backbencher. Huko nyuma wale wa mafomu wale wenye ulikuwa unaitwa wenye depa anatumana uitwe alafu namwambia hata yeye anaweza kuja. Hapo namwambia nitumie fare. Nitumie fare. Yaani ilikuwa mbaya. Sasa kulikuwa na boarding master alikuwa tulikuwa tunamuitanga Ikigo. Huyo boarding master alikuwa anamuita Ikigo ndio alikuwa anakaa kama Ikigo. Unaelewa Ikigo? Ikigo ni Gecko. Unajua hiyo jina alikuwa amefahamika na shule hadi yeye mwenyewe alikuwa anaijua anaitwa hivyo. Na kuanga na shida mmoja alikuanga yule wa mafomu. Hakuanga na shida hata ukimuita hivyo. Sasa Ikigo alikuwa ameweka nini? Alikuwa amepark gari yake hapo nje Pro Box. Ilikuwa inakanga tu hapo nje ya gari. Ilikuwa tu inakaa. Sasa mimi na Brayo na François mwenye alichoma shule Ikerio. Tukasema aje. Hii gari imetulia hapa sana. Sasa ilikuanga game time. Hii gari imetulia hapa sana. Tunaweza piga ndani tuone kuna nini ama hata kuna kale kado hivi. Unaona njaa. Unaelewa njaa ya high school. Alafu tunaweza shika maandazi, si unacheki? Tuingia ndani ya gari bana. Sisi hao tunaanza kutafuta mavitu hapo ndani kwa gari ya mwalimu. Gari ya mode mzee. Iko hapo nje. Hakuna kitu ya maana ungeza. Na pia do unajua kuna wale wanataka do ndani. Unajua ni jina ni alienda katusiniche. Juni games time na gari liko hapo nje hapo kwa field na wanafunzi wanacheza hapo na sisi wengine tuko ndani. Sasa venye huyu msema anaenda ametusiniche sijui ni nani. Brayo na François wakaona mode wakatoroka. Wakapiganisha mlango ikajilock. Kaniacha ndani. Sasa wacha nikwambie ika chance
Si sasa mimi sasa mlango imejilock, mwende mimi amenipata mimi sasa peke yangu ndani. Yaani siwezi explain kitu yoyote. Hata akiniuliza nilikuwa nafanya nini hapo ndani, siwezi mwambia nafanya nini. Kasema hapa mimi kuisha. Sasa wacha nikwambie mali ilikuwa mbaya kabisa. Prince wa hiyo shule alikuwa relative. Na alikuwa hiyo school shule. Sasa boarding master ndio huyu. Alikuwa anajua Prince ni relative wangu. Sasa unajua boarding master alikuwa sasa amenijua juu tulikuwa tunasumbua wale wasio wenye tukiamsha. Preps akikuja kuamsha wasio atapata sisi wote tumelala. Manyo domo atufanyi. Yaani sasa amenifahamu sasa. Yaani sisi wale sumbua. Leo. Sasa amenishika. Akaniambia sasa Emmanuel. Sasa wewe shida yako ni gani? Mashitani gani uko nayo? Nikuchukue uombewe ama nifanyie nini? Unataka nifanyie nini? So ungechagua maombi. Hapo hasira yako nayo. Unajua ameniambia nini? Wewe sasa nakupeleka kwa Prince. Nikapiga magoti, nikamwambia please. Wewe nifanyie tu kitu yote hata uniue au unichape hata viboko 100 lakini usinipeleke kwa Prince na hiyo story. Kaniambia ni sawa. Nenda kwa ofisi yangu. Simi tukaishia huko pia chapa zangu 50. Nikavumilia tu nikakausha. Kanipea punishment. Nikaosha pavement ingine hapo mrefu bana. Ilikuwa inakaa kutoka form 4 up to form 2. Nikaosha. Mali nimechangamkia tu hiyo pavement yenyewe siku sababu ilikuwa siku ya nyama bana. Lakini sasa unajua nikajiambia aje. Si unaelewa ile high school ungeserving class unajua ndio unapata kitu. Nikasema hapa ndio nimepewa punishment na nimechapwa lakini leo nikula best. Ile unasikianga ile the one who laughs last laughs the loudest. Nikachangamkia bani. Nikamkia badi yangu hivyo nikaenda nikaserve last nikaekea kitu kingine nikachangamkia kitu ya maana. Bana. Lakini kitu sasa yaani najiuliza sasa nilikuwa nafanya nini ndani ya gari bana. Kuna jamaa alikuwa ananipea story. Like ilikuwa sasa vile leo tumeweka hii poster. Sasa alikuja akaniambia. Sasa ile tulikuwa tuna chat. So alikuwa shule. Akaenda kubai mandazi. Like si unajua ile tulikuwa tunaenda kwa fence. So it happened that jamaa tulikuwa tumesoma na yeye, so nilikuwa najua shule vile inakaa. So jamaa alienda kununua mandazi kwa fence. So shule yetu ilikuwa unarusha mawe inagonga mabati. Ule ikishagonga mabati ya duka, ule mtu anajua kuna mtu anataka mandazi. Sasa na hiyo nani alikujua? So ukirusha hivi anajua ni mandazi, anakuja kwa fence anakuuliza unataka ya ngapi? So mse akaenda akagonga mabati, akarushiwa mandazi. Sasa it happened bila anarushiwa hivi, deputy akaingia akamshika na ile mandazi. Sasa deputy akaona yenyewe hii ilikuwa ile time ya kwenda kufunga. Form 4 alikuwa anaenda kufanya exam. Akasema anyway, acha nimwache. Sitaki mambo mengi mimi, acha niache. Sasa ule akatense, akakimbia kwa loka, akaeka mandazi, akaepa kwanza kidogo. Akavicha enda atulie moja. Depa amemuona, akamsema pia ameona Depa amemuona. Kabisa ameona. Depa lakini Depa hakureact, alimwacha tu akasimu akaenda zake. So huyu jamaa akapeleka mandazi ile kutense, akaeka kwa loka, akaenda atulie kwanza reactions za Depa. Sasa ile kuweka mandazi kwa loka, form 1 akakuja. Ala form 1 akakuja akatoa mandazi akakula. Jamaa mstrau kuchukua mandazi form 1 anakuja anakula. Kuja kwa form 4 alikuwa anafanya mtihani. So huyo jamaa alifanya nini? Alienda akatafuta yule form 4 akampi. Guess nini ilimpeleka nyumbani? Huyo form 1 akatafuta huyo form 4 akaenda akatafuta yule form 1. Akampiga. Sasa ni mimi nini ilimpeleka nyumbani? Si nikupiga form 1.
Imagine mwanangu alikuwa mimba, haikumpeleka nyumbani. Mpaka penye alichukuliwa kwa ofisi, principal deputy alimwambia leo, nini nilikushika? Uliona nilifanya kitu, angalia. Wani alienda akasema alijua nilikula mandazi yake. Sasa nilikuona vizuri. Ukuanga mbaya. Huwezi kataa. Jamaa akaenda nyumbani tu. Ananiambia kitu hata wewe sahau mpaka aende. Lakini jo high school nao ilikuwa na mambo. High school was kwanza kama ulisoma mixed na ilikuwa boarding. Achana ilikuanga tu moto. I remember tulikuwa mixed school. But trouser, unajua sisi shule yetu tulikuwa tunavaa black. Ilikuwa mixed lakini boarding. Boarding. Sasa yetu ilikuwa boarding yote. So trouser, the last time nakumbuka ukiosha trouser ilikuwa inakaa kama ilikuwa black, inakaa brown. Juu tulikuwa na ile tactic fulani, unatafuta handkerchief. Unafinya na maji hivi. Ukifanya hivi, safi. Unaenda tu assembly you are very clean. Hata mwalimu anaweza kubeba kupeleka. Utajue vitu trouser imepitia. Yaani wash ilikuwa inaoshwa once a month. Wash. Sasa shule yetu unajua sisi hata shati. Ulikuwa unaivaa break time. Ukiingia preps ya asubuhi mpaka saa 4 before tea break. Na kitu tulikuwa inafanya watu wavae shati ni kuenda kwa madem. Compound ya boys ilikuwa kando. Tulikuwa tunasomea kando na girls kando. But ni shule moja. So ile kuenda kwa madem kukunywa chai ndio ilikuwa inafanya. Yaani dining hall ilikuwa kwa side ya madem. Sasa ndio ilikuwa unavaa shati at least uonekane presentable. But in the real sense wewe ni mchafu ile. Yaani ulikuwa unavaa longi unasema, unajua mimi nakumbuka hiyo longi tumevaanga, yaani huwezi kuuza maji hadi longi inaanza kushine hapa. Inakaa kio. Kwanza kipigwa unajua hivi. Ilikuwa mbaya. Yaani hiyo story sasa imenikumbusha mzee fulani. Alikuwa anaitwa Kimeu. Pale Kimeu alikuwa mchafu. Kimeu alikuwa mchafu. Unaelewa uchafu lakini hata jina pekee yake inaweza kuwa Kimeu tungeingia games time ile kucheza ball. Mzee yeye anatoa tu viatu, anabaki na socks. Anacheza ball. Tunacheza, tunakimbia hapo. Tumaliza game, anarudi. Na zile socks zake chafu anaingiza ndani ya viatu. Nachapa tu. Unasema mzee, hiyo ni kama basi ataoga jioni. Ngoja jioni ifike mzee aoge. Analala. Unasema kesho maybe ataamkia aoge. Sasa unajua kitu ilikuwa ina traumatize ile yenyewe unaanika shati. Shati yako tu safi. Sasa kitu sijui hawezi high school walikuwa wazuri. Anakuja anaweka yake hapa, lazima atakuwekea yake chafu. Hapa anachukua yako safi. Sasa unafika tu hivi, unaenda kuanua. Unasema Mungu Baba. Nakumbuka kuna time nilivaa socks moja. Sasa hiyo siku ilikuwa form 4 tulikuwa unajua klasi yetu ilikuwa karibu na kwa ofisi ya deputy. So zimekaribiana hivi. So hiyo siku sijui ni shetani gani. Nikaenda kwa online nikapata socks yangu moja iko. Kuna msee ameenda na moja. So mimi nikaona sasa hii imebaki moja nitafanya nini? Nikakata zitakuwa mbili. Sasa kukata zikakuwa mbili. Nikavaa vizuri. Nasema hii itanisaidia nipite leo nikitafutia socks. Sasa nimefika class hivi. Hata sikukaa sana. Kwa kitu saa 2 hivi asubuhi. Wala class yetu watu wanapiga kelele, unajua class yetu. Kuna ile class yenye ilikuwa tu monotonous, unajua hii ni ya kelele. Ilikuwa form 4 west sana. Nasikia deputy anasema form 4 blue. Yeye ni ilikuwa colors. Ilikuwa blue Sisi ilikuwa nini? Inaitwa points of the campus. West, south, blue kwa staff room. Wow. Staff room kufanya nini? Kufika huko, kumbe ndio wamemaliza kumop. Staff room.
Walimu wakatuambia wasee kila mtu viatu. Viatu. Kumbe nimevaa socks nusu. Moja umeikata baadhi. Sasa ni nusu. Sasa inatokelezea tu hapa juu. Hapa kwenda hapa kwa socks. Kuna msee tulikuwa tunamuita Shtuka. Sasa si hata nusu yeye amevaa moja. Amevaa moja. Sasa akafikiria akaniambia je, hapa nimevaa moja. Na yeye nikamwambia mimi nimevaa tu. Alikuwa anatuambia lazima mtoe viatu ndio mwingie staff. Tukamwambia mwalimu hapa tukitoa mtaka. Viatu zetu ni mbaya. Tukitoa hapa mtaka. Wakatuambia tunasema mtoe viatu. Tukamwambia mwalimu hizi zinanuka vibaya. Wakatuambia sasa enda mpange nani huko kwa pavement. Sasa ikabidi unatoa viatu, unatoa na socks. Sasa socks ndani. Lakini mimi nilizilishiko. Nilishika viatu hivi wakapata nusu. Unajua nini? Mimi nilizuma socks. Ndio socks mpya. Manze. Hiyo nilikuwa mbaya. Ilikuwa mbaya bana. Hiyo tungeshikwa nayo hiyo masaa. Tungelia. High school moments ilikuwa mbaya. Na ni mingi, lakini zangu nazo ni mingi sana. Zilikuwa mingi. Mimi naye nilisumbuanga sana shule. Na si kwamba ule kijana mbaya ama yani niko tu hapo medium lakini mimi ni mbaya. Mimi naye najijua mimi ni mbaya. Lakini ukinijua utanijua kama mimi ni mzuri, tena mimi ni mbaya. Lakini sasa niko hapo katikati. Mimi ni wale tutaachia mafans watu walete comments. Hii podcast tutakuwa tunaiweka every week on Wednesday, tutakuwa tuna upload, then tutakuwa tunaunda poster, we get your reactions, then tuna podcast on Wednesday, each and every Wednesday. Kabisa yani hapa uko na nafasi manze fans, uko na nafasi hapa ya kucomment, ya kulike, yani leta tu hizo treasures, hizo moments zenye ulipitia tu high school. Najua ni mingi, najua kila msee hapa kuna story. Na ni stories zingine zenye zile za kuchekesha, za kuudhi. Za kuudhi yani. Lakini sidhani kama high school inaweza kuwa na moment ya kuudhi. But it's good that next after a good topic sio watachangia, si ndio? Najua most of you hapa high school mlikuanga mnaona ati ni kama mko stressed. Hakuna stress ilikuwa inakupiga. Hiyo ni ilikuanga tu ni peer pressure. It was just pure peer pressure. And adolescent. Adolescent mingi. Kwa sababu ulikuwa umemea ndevu. Unaona wewe na mwalimu ni hivi. Kwani wewe bro, shule ulikuwa umemea ndevu? Nilikuwa na ndevu kama 3 hivi. Lenye. Kwanza umenikumbusha kitu hapo. Kuna msee aliwaipigana juu ya ndevu. Moja. So, sijui unajua sisi high school. Kuna ile yenyewe ndevu moja ilikuwa inatokea hivi. So unapata msee amekaa hivi class. Amekaa hivi tu ameconcentrate baada ya kwa ndevu kake kama karefu. So msee alikuwa anaitwa Lewis. Na msee mwingine alikuwa anaitwa Bongo. Tulikuwa tunamuita Bongo but jina yake tu alikuwa anapenda kuimba songs za kina Kiba, so tukamuita Bongo. So tukiwa form 3 at that time tulikuwa G. So huyo jamaa ako huko nyuma lunch time. Sasa lunch time ndio imeisha. Si unajua ile mlikuwa mnaingia na kishindo hata mwalimu ametoa mbio kutoka nje. So jamaa ameshika ndevu yake hivi. Alikuwa anaipenda. Alikuwa karefu hivi hapa kando hivi. Anakafanya hivi lunch time. Jamaa akatoka mbio akamgonga. Unaanza ile kumgonga hivi akatoa ndevu. Bana alimshika shati. Anamwambia bana mbona unatoa ndevu? Jia ndevu tu. Ndevu moja hivi. Huyu jamaa kutoka hapa kwa imea ndevu. Mzee Yesu alikuwa kadanda. Juu sasa hiyo ndio unapigia mzee hadi umetoa ndevu. Kuna kale kaima Kenya tulikuwa na class. Unajisikia yani umemea ndevu, msana anakuambia wewe ni mtoto. So huyu alikuwa na kandevu tu. Alikuwa amekachunga tu vizuri. Alafu jamaa akamkosea bana. Alimshika shati. Hiyo kitu sitawahi sahau. Mzee
Msasa hivi unaweza kuka mali yako. Leo sijai muona but I guess ni mwalimu sahi. Ali basi pole kwa kusema ati alikuwa danda. Atakuwa ujinga sana hiyo time. Yeah, fans, now it's up to you. Mtoe maoni yenu, mtuambie mahali tuta improve na mahali tuta watch, subscribe. Nataka subscribers. Then tutakuwa tunawaletea tu mchango. Next tutakuwa live on TikTok. Then tukiendelea tutaingia YouTube. Right now tuna subscribers. Maybe tutatafuta Eurobox. Then tuingie live. Hiyo itakuwa sawa. It's your boy Manu. Goodbye. Joshua Momanyi Matagaro from hapa ni Twin Towers. This county. So tuko hapa mahali tunashutia ni City Park Studios Kisii, Twin Towers, first floor, room 115. Ndio. Ukikuja huko utapata picha moto, then director Enzo behind the camera, yeye ndio anapiga picha moto hapa. Bila kusahau pia mimi hapo utanipata siku yote nitakuja. Na leo by the way nilikuwa nimeweka offer. Kwa Facebook nilikuwa nimeandika the person mwenye atapenda a good the best comment atapata picha moja free moto. So hadi atengenezewe hiyo tunaitwa after tumepiga. Tukiendelea tutaorganize ndio. So for now tutaangalia comment yenye ilikuwa kali kabisa, then tutampiga picha moja. As time goes by tutakuwa tunapeana merchandise. Hii imeandikwa City Park Studios. Mafans walikuwa wanapata moja. As time goes by, ndio. Otherwise tutamalizia hapa. Imekuwa mzuri sana. I guess you enjoyed the conversation. Till next time. Naweza endelea ku comments ndio tutakuwa tunasali. So meanwhile by kesho tutakuwa tunawapea a new topic yenye tutakuwa tuna discuss the next episode. So stay tuned. Kwa kitu kingine unaambia mafans? Sina. Mkuru anasemanga aje? Adios. Adios muchachos. Peace. Hii ni mwecheche. Ndio yule msemo anasema hii ni mwecheche. Malcolm. Hii nyingine moto ya Malcolm. Safi. Tunaona tena next time if God allows. Ndio.